Okay, hapa ni Sayid FM. Karibu kwenye uchambuzi siku ya leo. Naitwa Jamima Voice, the Garden Voice. Karibu siku ya leo niweze kukupa update kali ambayo inawahusu mastaa kwa mwaka wa 2025. Bwana, mwaka 2025 ni mwaka ambao ulioacha tabasamu na vilio kwa mastaa. Au vipi? Bwana, kama hujasubscribe basi nakushauri uweze kusubscribe na kutani on notification ili tuendelee kusonga, au vipi? Inakuwa mpango mzima kabisa. Bwana, mwaka wa 2026 ni mwaka ambao unasubiriwa kwa shauku kubwa. Wakati huu mwaka 2025 ukielekea ukingoni, lakini umeacha mambo mengi nyuma na yamebaki kama kumbukumbu za kufurahisha na za kuhuzunisha kwa baadhi ya mastaa. Leo niko nakupa listi ambao ya mastaa ambao wamepitia changamoto nyingi kwenye upande wa mahusiano pamoja na harakati zao kwa mwaka huu wa 2025. Na tukianza moja kwa moja, kuna issue ambayo inamhusu Harmonize pamoja na Kajala. Bwana, hawa ni wasanii ambao waliweka wazi uhusiano wao Februari tarehe 14 mwaka 2021, ambao ilikuwa ni siku ya wapendanao na ulidumu kwa mwaka mmoja, na maanisha mwaka 2022 ukavunjika kwa tuhuma za usaliti. Na ilikuwa ni Aprili 2022 penzi lao liliposambaratika baada ya kuvuja kwa picha chafu ambazo Harmonize ilielezwa alimtumia mtoto wa Kajala, na maanisha Paula. Lakini Juni 2022 wawili hao walisemeana na kurudiana na kuvishana pete ya uchumba katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam. Bwana, hafla hiyo ilihudhuriwa na baadhi ya watu wao wa karibu. Lakini pia ilipofika mwaka 2023 Harmonize na Kajala waliachana tena, yani penzi lilivuja kwa mara nyingine. Sasa hii ndio ilikuwa ya moto kwa sababu Harmonize alifuta tattoo ambazo alikuwa amemchora Kajala, lakini pia Kajala naye alifuta posti zote ambazo walikuwa wameposti kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii. Lakini pia mwaka huu wa 2025 ziliibuka habari kuwa wamerudiana baada ya kusambaa kwa video wawili hao wakikumbatiana katika mashindano ya soka Samia Cup. Bwana, stories zilidai wamerudiana, japo Kajala anafanya kwa kujificha sana kwa sababu hapendi kumkera binti yake Paula. Anavyosemekana hataki kusikia kuhusu uhusiano huo, yani kwamba Paula hahitaji kabisa kusikia kwamba Konde Boy yuko na mazaa. Bwana, hii inakuwa nayo pia ni hatari. Lakini kwa habari ambazo zilikuwa zimeendelea, imedaiwa kuwa wamerudiana kutokana na kuonyesha kila dalili katika sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto wa Mario pamoja na Paula. Lakini hadi sasa mashabiki wa nyota hao wameshindwa kuelewa iwapo wawili hao wamerudiana kweli au walikuwa wanazuga tu, yani kama kiki, kwa sababu hakuna ambaye amekuwa tayari kuweka wazi jambo hilo, ingawa katika birthday party ya mtoto wa Mario pamoja na Paula walionekana wakiwa katika mahaba mazito. Lakini tukiachana pia na hiyo issue na kudondosha issue nyingine ambayo inamhusu Rayvanny pamoja na Faima, au vipi? Bwana, mkali huyu wa zamani kwenye lebo ya WCB amejikuta mwaka 2025 akionja chungu baada ya kutengana na mwandani wake, na mzungumzia Faima ambaye ni mama wa mtoto wake wa kiume aitwaye Jaydan. Inasemekana kuwa chanzo cha wawili hawa kutengana ni kitendo cha usaliti, na kila mmoja akimtuhumu mwenzake kuchepuka. Na hiyo sio mara ya kwanza kwa wawili hao, huwa wakiachana wanarudiana kila wakati. Bwana, hii inaonyesha kabisa wazi ni watu ambao wamekuwa wakipendana kwa muda mrefu. Lakini pia tukija kucheki na issue nyingine inamhusu Richi Mitindo pamoja na Wolper. Wolper na Richi Mitindo walifunga ndoa bana Novemba 2022 katika kanisa la St. Peter liliopo jijini Dar es Salaam. Lakini baadaye mwanzoni mwa mwaka huu wa 2025 Wolper alitangaza kuachana na Richi kwa madai ya kusalitiwa, huku stori za mitaani zikidai kwamba mwanaume huyo alikasirishwa na tuhuma zinazomwandama Wolper kwamba jumba ambalo wanaloishi wawili hao amejengewa na kiongozi mmoja wa kiimani. Lakini pia ilipofika Februari 2025 Wolper alithibitisha kurudiana na mume wake Richi Mitindo baada ya takriban mwezi mmoja uliotangulia kujuza umma kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba ameachana na mfanyabiashara huyo wa nguo, na mzungumzia Richi Mitindo. Lakini pia hata hivyo, kwa sasa kuna madai kuwa wawili hao hawako vizuri tena ndani ya ndoa yao, kwamba kilichobaki zaidi ni kulea watoto na mambo mengine, lakini wenyewe hawajaweka wazi kuhusu swala hili. Lakini pia tukiachana hiyo pia bwana, leo ni noma sana pia. Turudi kwa mtu mzima Haji Manara na Zailisa. Mwaka huu 2025 unaweza kusema haikuwa bahati waliokuwa wakipendana Haji Manara na mwigizaji Zailisa. Wawili hao walianza kurushiana maneno kwenye mitandao ya kijamii wakionyesha penzi lao sio penzi tena bali ni majanga, huku Manara akisema
hiyo sio kiki, bali ndiyo uhalisia wa kinachoendelea baina ya wawili hao, kwamba ndoa yao imevunjika. Lakini Manara na Zailisa ikumbuke kwamba walifunga ndoa Januari tarehe 24 mwaka 2024, huku ikiwa ni ndoa ya 6 kwa Manara na ya pili kwa Zailisa. Aprili 2025 ndoa hiyo ilikuja kuvunjika tena, ikawa ni hatari sana. Lakini pia tukija kucheki kwa issue ambayo inamhusu Darasa, pia kwa upande wa msanii huyu wa Bongo Flava, naye pia ameonja tamu na uchungu kwa mwaka huu wa 2025. Lakini utamu ni baada ya kuachia albamu yake mpya inayokwenda kwa jina la Take Away the Pain, ikiwa na nyimbo 15 ambazo zilikuwa ni nyimbo hit na ni nyimbo kali sana. Lakini pia ikumbukwe Darasa kutokea Classic Music Group, na nazungumzia CMG. Hii ni albamu yake ya pili baada ya kutoa Slave Become a King mwaka 2020. Lakini kwenye chungu ni pale Darasa mwaka huu 2025 Juni tarehe 21 alipofiwa na mama yake mzazi. Mazishi alifanyika nyumbani kwao Itigi mkoani Singida. Bwana, hii kidogo ilikuwa kama ni imetengeneza pain hivi kwa mshikaji, lakini pole sana mchizi wetu Darasa, lakini hakukata tamaa, aliendelea kusimama na kuendelea kupambana pia. Lakini pia tukija kumcheki Wastara, naye pia kutoka Bongo Movie, kwa mwaka huu 2025 hali yake ya kiafya haikuwa nzuri. Wastara tumbo lilivimba, ngozi ikababuka, na pia kwa mujibu wake anaeleza kuwa kuna madhara ameyapata kwenye ini, na chanzo cha yote anadai kuwa ni kuwekewa sumu na wabaya wake. Lakini tukija kumalizia na Meja Kunta, msanii wa Singeli. Bwana, huyu msanii wa Singeli Meja Kunta Aprili tarehe 14, 2025 alipata chungu baada ya kufiwa na mama yake mzazi Mosi Mkalawile aliyefia mkoani Lindi wakati alipokwenda kufanya biashara zake za samaki na kuzikwa kwenye makaburi ya Site Yombo wilayani Temeke. Bwana, kidogo kwa upande wa Meja Kunta, naye pia alipitia pigo ambalo ni zito sana, kwa sababu issue ya kufiwa na mama mzazi sio kwamba ni jambo dogo. Jamani, siku ya leo mimi nilikuwa napenda tuishie hapa kupitia kipindi chetu cha uchambuzi ndani ya Sayin FM Radio, lakini cha msingi ni kuombe msikilizaji wangu, kama bado hujasubscribe basi uweze kusubscribe na kuturn on notification, kwa sababu habari zote kali tunakuwa tukiziposti hapa. Naitwa Jami, my voice is a garden voice. Nikutakie siku mwema na siku njema pia. Bye bye.